hauwezi, kwa sababu ile tarehe uliozaliwa kuna mabeberu wamekaa kwenye ile tarehe. Kwako kuimarishwa na vipindi na nyakati ninazopitia, ninabaki kusema na kuhitaji, nami niko tayari Bwana kuimarishwa na wewe Yawe. Moyo wangu uko wazi juu yako, na kuhitaji, bado na kuhitaji, bado na kuhitaji, bado na kuhitaji Yesu, hata iwende sikwachi, bado na kuhitaji, sikuachi kamwe, bado na kuhitaji, hata iwende sikwachi Baba, bado na kuhitaji Yesu, Yesu. Kila kitu, lakini nadhani nyema zao ukakumbuka mtumishi wa Mungu alichosema. Alisema kuna vitu umeona ukapoteza, lakini hichi masaa ni mengi yamepita, siku ni nyingi zimeisha, wiki usiseme, miezi inasonga, miaka inaendelea sana, bado niko hapa na kungoja Yesu, bado Baba, moyo wangu wakuhitaji na kungoja tu Baba, na kuhitaji, bado na kuhitaji, bado na kuhitaji, bado na kuhitaji Yesu, hata iwende sikwachi, bado na kuhitaji, sikuachi kamwe, bado na kuhitaji, hata iwende sikwachi Baba, bado na kuhitaji Yesu, Yesu. Kabla sijatoa mwongozo, wacha tu nitoe nafasi ya watu kama wawili wamshukuru Mungu. Mtu kutoka Kigoma, mtu kutoka Ndofe, Maswa, Dodoma. Wamshukuru Mungu kwa dakika kama 2 tu. Sema amen. Kwa maana ya Lina, Beni na Diana, kwanza tamani nisikie sauti yake mbele za maelfu ya watu hawa. Mungu wa mahali hapa ni asante. Karibu salimia kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya kwanza nilipofika hapa nilisema kwamba mimi kufika hapa ni neema. Yaani ni neema tu kwamba Mungu anaangalia nataka kumsaidia huyu mtu, basi nimpeleke sehemu ambayo atapata msaada. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Nilivyosikia habari za mahali hapa kutoka kwa rafiki yangu, yaani sikuwaza mara mbili, nilikata ticket nikaja. Amen. Na nilivyokuja siku ya kwanza kufika mahali hapa, niliombewa, kesho yake nikapokea muujiza wangu. Kwa hiyo niseme tu ni kumwamini Mungu. Amen. Tunaisipa kuelezea kila kitu. Zungumza tu mama. Lazima nikamaliza ibada hapa. Okay.
ufupi, lakini kwa sababu story ni ndefu sana. Kuna eneo la kazi na uchumi. Sasa Mungu alikuwa ananipa nafasi za kazi nzuri sana, lakini nitafanya mpaka interview, nitafanya vizuri. Unaona kazi hii hapa na umeambiwa kabisa umefanya vizuri, au nafasi inakuja kabisa unaona hii ni Mungu, lakini inapotea. Usiku utakuta nani, utakuta shangazi, utakuta baba mdogo, utaona kitu gani, imeisha hiyo. Sasa kuna kazi ambayo tuseme labda Mungu anaanza kunisemesha tangu mwaka jana, nilikuwa hata sijui. Basi mimi nikaendelea kuiombea, mwezi wa 12 ikatokea, nika apply. Ilitakiwa process zichukue muda mfupi sana. Process zitakiwa zichukue kama wiki 2 ku apply na kuitwa. Ilitakiwa ni mpaka Januari tarehe 7 tu tumeitwa. Mpaka Januari tarehe 10. Leo tarehe ngapi? Unaona Kwa nikahisi hicho kitu kwamba kwa nini imechukua muda mrefu sana? Hapo kutoka kuna tatizo. Lakini wale wabaya wangu sikuacha kuwaota. Hapo ndo nikasema, hili litakuwa tatizo. Na hii tena nikaipoteza kama ambavyo nimekuwa nikipoteza nyingine. Basi nadhani katika kuwaza hivyo ndio maana nimesema Mungu akiamua kukusaidia atatafuta tu sehemu ya kukupeleka ukapate nini? Msaada. Basi nadhani katika hizo hali za kufikiria, nadhani sikujua kama kiukweli ingepotea. Lakini sikujua kama ingepotea. Nilikuwa naona nimekuja kugundua kama ingepotea nilipofika hapa. Kwa sababu ingepotea. Kwa sababu wale maadui zangu niliwaona pia. Lakini bado haikuwa imeingia akilini sana. Basi ndo katika wakati huo rafiki yangu akaniambia, nikasema okay sawa, nakuja. Kwa sababu nilikuwa kipindi fikiria umeomba hadi likizo, ufuatilie hicho kitu, likizo inaenda kuisha. Unajisikiaje umeomba likizo mwaka wako mzima? Alafu utakuja kukumbuka kwamba likizo yako ilipoteaga. Basi nikaja mahali hapa nikawaelezea watumishi wa Mungu. Ile siku ya Jumapili mtumishi wa Mungu akaniambia toa sadaka ya kinabii. Nadhani mliokuwepo, sio mnakumbuka? Amina. Mnakumbuka niliombewa hapa. Labda mimi naweza sikumbuke kila kitu, lakini nadhani nyinyi mnaweza mkakumbuka. Mtumishi wa Mungu alichosema. Alisema kuna vitu umeona unapoteza, lakini hichi hakitopotea. Mtumishi wa Mungu alisema hivyo, lakini hichi hakitopotea. Kwa kweli mimi nilibeba lile neno. Nilibeba vizuri sana, nikiamini sintopoteza. Nikiwa katika sintofahamu Kesho yake nikapigiwa simu na wale watu ambao ilitakiwa hiyo simu nipate Januari. Nilikuja kuipata ilikuwa tarehe 19 mwezi wa pili. Nikapigiwa simu, umeshaondoka kwenye group? Hapana. Kumbe kuna wenzangu pia walikuwa washaondoka. Basi nikafanya process na nini mtumishi wa Mungu akanisaidia. Asante sana, Mungu akubariki. Haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu kweli Basi niko kwenye process. Taingia kwenye mitihani. Baba alishasema haipotei. Amen. Hiyo ni kwa ufupi jamani, hiyo ni kwa ufupi. Hiyo ni kwa ufupi kwa kweli nimemwona Mungu sana. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa hii neema. Mimi nimesema tangu mwanzo ni neema. Mungu amenipa neema. Sasa kama Mungu amenipa neema mimi wiki moja, wewe ambaye umeona kwa sababu unazidi kukaa kwenye uwepo wa Mungu, Mungu anazidi kukusaidia. Amina. Hiyo ni kwa ufupi jamani. Tuongeze makofi kwa Mungu. Anaenda kuvuka mipaka ya nchi. Na anaenda kuelekea kwenye mataifa mengine. Tanzania tu haitoshi. Bado kuna mataifa yanamhitaji huyu. Kwa hiyo akitoka leo kwenye madhabahu hii, lazima mataifa yatamjua kwa jina la Yesu. Sema amen. Huu ni muujiza wa nchi za nini?
Kuna watu wanasema gauti ni ndani. Haleluya. Mungu akubariki. Amina. Mchungaji, nashukuru sana. Ndio. Sikuwa sana nilipanga kuaga na bado siku moja au mbili. Ndio. Lakini naomba niseme tu kwamba ninashukuru sana. Amen. Sana. Nimekusha kuambia lakini sijui. Nachoweza kusema kwamba nitakuwa mtoto mahali hapa. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Hayo makofi ni ya wivu wewe. Hataki kapanda leo ategemewe. Ongeza makofi na vigelegele. Ukitegemewa watakutafuta. Ukitegemewa ndugu watakuja kuinama mbele zako. Ukitegemewa mataifa yataanza shughuli zao. Yatakuja kwako wewe kama wewe ulivyokuja. Ili utegemee moto wa madhabahu ambayo ukitegemewa neema zinaongezeka, kipato kinaongezeka. Mwelewa wachungaji mmekaa hapa. Nakwambia ukitegemewa hasira yako inaongezeka, mazuri yanaongezeka, wema unaongezeka, kicheko kinaongezeka. Ya baba simama mwambie mwenzako nimewekwa kwa ajili ya wengine. Kutoka Kigoma, kutoka Kigoma, kutoka Kigoma, kutoka Kigoma. Nikienda mimi ameenda yeye, nikishinda mimi ameshinda yeye, nikipenya mimi amepenya yeye. Na kuanzia leo anapokea upako wa juu, atakuwa chini, atakuwa juu, atakuwa pia, atakuwa juu. Hebu simama, punga mikono kwenye madhabahu, sema wangalia wenzako, mwambie unategemewa na nani? Au unategemewa na magonjwa? Au unategemewa na laana? Au unategemewa na matatizo? Mwambie kataa, kataa, kataa. Mwambie kataa. Tegemewa na watu wapate msaada kutoka kwako. Nimefurahi. Neema ya Mungu ya juu yako. Kama ulivyosimama hapa, ndivyo maisha yako yatasimama. Kama ulivyopaza sauti yako, ndivyo sauti yako itaenda mpaka mbali, hadi mataifa ambayo hudhani kufika utafika. Kama ulivyosema amina, mipango yako na mikakati yako yote itatimia juu ya maisha yako, itathibitika juu ya maisha yako. Kila aliyekudharau ataomba msaada kwako, ataomba msaada kwako, ataomba msaada kwako. Aliyekupitanisha na miujiza yako atakuwa sio kitu mbele yako, atakutafuta kuanzia leo, hatakuona kabisa, wala jina lako halitaonekana kabisa. Kama kuna wana wa Mungu wanaoinama mbele za Bwana, waseme amen, amen. Ushawaisikia neema juu ya neema? Ushawaisikia baraka juu ya baraka? Leo ni moto juu ya nini? Sijasikia. Sema moto juu ya moto. Moto juu ya moto. Moto juu ya moto. Tumshukuru Bwana kidogo. Haleluya. Baba Mungu, ninakushukuru. Ninasema asante Bwana, kwa maana umeamuru moto wako uwake kuanzia asubuhi. Na huo moto wako umetembea nasi katika ibada zote zilizopita. Na hata hizi kwa dakika chache ambayo umenipa neema ya kusimama mahali hapa tena. Sihitaji chochote wala sihitaji jambo lolote, ila ninahitaji moto wako zaidi ya ule uliopita. Neno lako lilokusudia mchana wa leo likawe chakula ndani ya wana wako, likawe ni nguvu ndani ya wana wako, likasababisha upenyo na washinde kwa kishindo. Roho yoyote ambayo imezuia, roho yoyote iliyosimama, roho yoyote imekaa kinyume na mapenzi yako, kupitia hili neno Bwana, ikaanguke na kuangamia, na watoto wako wainuke sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo, na nikushukuru wewe ambaye umefika
na nikushukuru wewe ambaye umeona kabisa leo ni siku maalum ya kwenda kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kule mjini mimi nakutanaga na watu tu wengi. Kwa hiyo huwezi kuniambia kanisani nimekuja kukutana na watu. Neema nimeonana naye jana kule. Bwana Yesu asifiwe. Mama mchungaji naye nilikutana naye juzi. Kwa hiyo leo sijaja kukutana na mama mchungaji hapa. Nimekuja kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wala sijaja kuonana na wewe. Mimi nimekuja kukutana na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia nimshukuru baba yangu Joshua Damiani Kapanga kwa kunipa kibali cha kusimama leo mahali hapa. Ni neema ya ajabu jamani. Kila siku anawaambia ni upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba yeye akae mimi nisimame, uwe ni upendeleo. Kwa hiyo nimshukuru Mungu kwa ajili yake. Baba asante. Bila kupoteza muda, kwa sababu muda pia umeenda sana, niende moja kwa moja kwenye somo langu. Kichwa cha somo kinasema nguvu ya msalaba. Kichwa cha somo kinasema nguvu ya msalaba. Nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo ambao unaweza kukaa au unaweza kutenda kazi ndani ya mtu au kitu. Nguvu ni uwezo unaoweza kutenda kazi ndani ya mtu au kitu. Lakini ninapozungumzia msalaba, leo nitazungumzia msalaba kama Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine naweza nikasema somo langu linasema nguvu ya Yesu. Ila nimeamua kutumia msalaba kwa sababu ni neno ambalo katika mioyo ya watu au katika macho ya watu kilionekana ni kitu tu, lakini ndani kilikuwa kimebeba nguvu ambayo wengi hawakuijua. Na ndiyo maana wakati Yesu anapelekwa msalabani, wengine waliona ni kitu cha kawaida tu, lakini kumbe hakikuwa kitu cha kawaida. Kwa hiyo nikizungumzia Yesu, ninaweza nikazungumza kama wale walivyokuwa wanamsikia tu Yesu, 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 lakini pia msalaba wakaona tu ni msalaba, ni msalaba, lakini kupitia Yesu na msalaba kikatokea kitu ambacho kinanifanya mimi na leo tunaishi. Mimi na wewe tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji naomba kanisomee kitabu cha Yohana 12 mstari wa 12, huku msomaji mwingine akinitafutia kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18. Yohana 12 mstari wa 12 atanisomea msomaji wa kwanza, lakini msomaji wa pili atanisomea kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18. Twende kazi. Yohana 12:32. Alifika. Mzee wa chachi kama umefika nisomee. Sawa. Ndiyo. Yohana 12 mstari wa 32 imeandikwa. Ndiyo. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nami nitakapoinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Nitawavuta wote kwangu. Haleluya. Haya ni maneno ya Yesu anazungumuza, lakini wakati wake wa kifo au wakati wake wa msalaba ulikuwa haujafika. Ila anawaandaa watu, anawatayarisha watu kwamba wakati utakapowadia, nitakapoinuliwa juu. Ile ishara ya kuinuliwa juu maana yake itakuwa nitawavuta wote kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mwanzo nikakwambia kwamba yamkini walikuwa wanaona ni jina la kawaida, yamkini walikuwa wanaona ni msalaba ambao wamewahi waweka watu wengine. Maana wakati Yesu anaenda kupandishwa pale msalabani, walikuwepo watu wengine na wenyewe wako pale kwenye msalaba, lakini nguvu yao ya kuwekwa msalabani ilikuwa ni tofauti na nguvu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ipi? Wakati ambao Yesu alikuwa anaona mbele kwamba watu watafadhaika, ambao wale watu walizoea kuambatana naye, ambao wale watu walizoea kutembea naye, ambao watu walizoea kukaa naye, lakini wakati unapofika hayupo tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye anawaambia wakati utakapofika, ninawekwa kwenye msalaba, ndipo itakuwa limetimia agano kwamba wote nitawavuta kuja kwangu. Na ishara ya nguvu ya msalaba ilikuwa na mimi na wewe tuwe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya msalaba ilikuwa ni Yesu kutuvuta kwake, kuturudisha tena kwake. Kwa maana tayari tulikuwa tumeshatoka, tayari tulikuwa tumeshapotea, tayari tulikuwa tunatembea katika njia nyingine. Maana nyingine ni nini? Nisomee Mathayo 28 mstari wa 18. Ndio. Nitasoma. Ndio.
Mathayo 28 mstari wa 18 imeandikwa. Ndio. Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hapo. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Haleluya. Ile mamlaka au hii sentensi anayoizungumza Yesu sasa hivi ni baada ya kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni baada ya yeye kufufuka. Lakini neno nililolisoma mara ya kwanza alikuwa kabla hajafa. Kabla hajafa, ndani kwake ilikuwa imebeba dhamira au kulikuwa kuna hatima kwamba kifo cha Yesu maana yake ilikuwa inamaanisha kutuvuta wote kwake. Lakini baada ya kufufuka anaithibitisha hii aliyoisema katika Yohana 16:32 kwamba nimepewa mamlaka yote. Sio kidogo, sio mawili, sio matatu, sio manne, ila nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Kumbuka kwamba shetani anatawala wapi? Duniani. Ribo sekete. Na sisi tunaishi wapi? Duniani. Hivi unaelewa ndo maana vita haiishi? Ndio. Hivi unaelewa ndo maana vita haikomi? Amina. Tunaketi naye hapa. Amen. Yaani tuko naye wapi? Duniani. Kwa hiyo Yesu wakati anahitaji kutukomboa alitafuta mamlaka ya duniani, kwamba ili nimpigize shetani, ili nimkanyage shetani, lazima nitoe katika hii dunia. Ndani ya hii dunia damu yangu imwagike, ndani ya hii dunia watu wakombolewe, ndani ya hii dunia watu wasimame. Bwana Yesu asifiwe. Maana mamlaka ya mbinguni alikuwa nayo tayari, akautafuta uwezo wa duniani. Haleluya. Akasema hawa wanadamu hii vita hawaiwezi peke yao, hawawezi kupenya peke yao, lazima nitoe. Haleluya. Lazima nikanyage hapa, lazima niambatane na hawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ya mamlaka ambayo Yesu anaisema ina maana kwangu mimi na wewe. Halo. Ina maana kwangu mimi na wewe. Kwa sababu gani? Yesu akuja kumtafuta shetani, ila alikuja kunitafuta mimi na wewe. Alikuja kunitafuta mimi na wewe kwa sababu gani? Alifia msalabani. Baada ya kufa msalabani, ile nguvu rebo sekete, ile mamlaka ikae ndani kwangu, alafu nianze kupambana na shetani. Ninapambana naye kwa sababu gani? Ile nguvu ya msalaba itakapoketi ndani kwangu, yote yatawezekana kwa sababu Yesu yuko ndani kwangu. Ninatembea naye, ninavuka naye, ninapenya naye, ninalala naye kwa jina la Yesu. Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Ili Yesu atembee na wewe, ili Yesu apenye na wewe, ili Yesu aende na wewe. Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Hilo ni swali Jumapili ya leo. Unapatikana wapi? Ili yale mamlaka yatende kazi ndani kwako, ili ule uwezo utende ndani kwako, ili ule msalaba utembee nao. Unapatikana wapi? Unapatikana wapi? Wakati ambao Yesu anaona wanadamu wanapatikana wapi? Duniani. Akasema naenda hapo kwenye hayo mahekalu wanayoabudia. Nitapita hapo, nitaondoa kile kilichoharibika ndani ya hekalu langu, kisha mimi nitasimama. Na ndio maana unaona wakati anatembea anakuta kwenye nyumba ya Bwana kuna biashara inafanyika. Akasema wewe, hii sio yenyewe. Na mimi ninakwambia hivi, kama iko biashara unaifanya ndani ya nyumba ya Bwana, hiyo sio yenyewe. Ameshuka Yesu leo. Akawambia isio. Uwezi fanya biashara kwenye nyumba ya baba yangu. Haiwezekani. Hauwezi fanya mzaa kwenye nyumba ya baba yangu. Haiwezekani. Huwezi leta mazoea kwenye nyumba ya baba yangu. Haiwezekani.
kufanya dhihaka kwenye nyumba ya baba yangu, leo nakukatalia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Akawakatalia, akasema hii sio yenyewe, hii sio nyumba ya kawaida, hii sio nyumba yako. Uwezi uza njiwa kwenye nyumba ya baba yangu, uwezi uza mkaranga kwenye nyumba ya baba yangu, uwezi uza marage kwenye nyumba ya baba yangu. Akavitawanya. Mchana wa leo ameshuka kutawanya chochote kilichoketi ndani ya nyumba yake, kuharibu chochote kilichoketi ndani ya nyumba ya baba yake kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba mwili wangu ni hekalu la nani? Si mwili wangu ni hekalu la nani? Si mwili wangu ni hekalu la nani? Mwili wangu ni hekalu la nani? Chochote kilichokaa ndani ya hekalu la Bwana ambacho sio chenyewe, leo kitaondoshwa, leo kitaondoshwa, leo kitaondoshwa, leo kitaondoshwa, kwa jina la Yesu. Amina, 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 amina. Amen. Haleluya. Amina. Mwili wangu ni hekalu la nani? Bwana. Sijaelewa bado. Sijasikia bado. Hujanielewa bado. Amina, amina, amina. Sasa ndio kama mwili wangu ni hekalu la Bwana, ndio pepo unafanya nini? Shangaa sasa. Fire. Amen. Amina. Magonjwa unafanya nini? Kisha magonjwa unafanya nini? Magonjwa unafanya nini? Yako unafanya nini? Mzao unafanya nini? Sema ondoka. Ondoka. Chochote kile ambacho si cha halali kwenye nyumba ya baba yako, lazima kiondoshe. Ndio akatoa. Amen. Akatoa. Amina. Akatoa. Amen. Akasema hii sio yenyewe. Hapa sio mahali pake. Amina. Hapa sio mahali pake. Hii nyumba sio ya kwako. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shetani alikuwa ameshajimilikisha. Ameshaona vile ni nyumba kama nyumba zingine. Amina. Kwamba pale ni mahali kama mahali pengine. Amen. Ndivyo alivyofanya kwenye maisha yako. Amina. Amejimilikisha maisha yako. Amejimilikisha macho yako. Amejimilikisha mikono yako. Leo anashuka Yesu Kristo. Ataondoa chochote kilichokaa kwenye nyumba yako. Kilichokaa kwenye nyumba yako. Kama ni hasara. Walikosea wakujua. Walikosea majira yanakuja. Yesu atashuka duniani kwa ajili ya kukomboa kile kilichopotea. Ninakwambia neno ni moja tu. Chochote kile kilichofaa kwenye nyumba yake atakiondoa. Leo seketi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akasema shetani ana mazoea sana. Shetani anazalea sana. Anawezaje kuweka vitu kwenye nyumba yako sasa? Ndio. Inawezekanaje? Haiwezekani. Hiyo imekaaje? Haiwezekani. Hiyo imekaa vipi? Haina. Unawekaje aibu kwenye nyumba yako? Amina. Amen. Unawekaje kansa kwenye nyumba yangu? Unawekaje baraka kwenye nyumba yako? Aliyekwambia ni nani? Hebu mwote nani kakwambia? Hebu mwote nani kakwambia? Inuka simama bila Yes, hiyo ni nguvu ya msalaba. Amina. Ndio kuja kutenda mambo. Ndio kuja kubadilisha mambo. Ndio kuja kugeuza mambo. Amina. Bwana nakwambia hivi, muulize. Unawekaje kwenye nyumba? Kwenye nyumba ambayo sio ya kwako. Yani unawekaje? Ameshaondoka tayari. Unakaaje? Anang'oka na mizizi yake. Yani nyumba sio ya kwako. Unakaaje? Kwa mamlaka ya nani?
Haleluya. Amen. Kwa mamlaka ya nani? Unakaa kwenye nyumba ambayo sio yako. Hivi niulize swali. Unaweza kukuta nyumba tu hapo ukaingia ukakaa? Hapana. Si mpaka ulipe kodi? Ndio. Kodi alipa nani? Hajalipa. Kodi alipa nani? Hajalipa. Ni watamu ya Yesu. Anakaa alipi kodi. Hizo si ni dharau. Hizo si ni dharau. Imeandikwa mtupe nje mwenye dharau na dharau itakoma. Kwa lazima ondolewe. Niko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni amina. Kuishi kwenye nyumba ya mwenzio bila kulipa kodi au kuishi kwenye nyumba sio ya kwako. Amina. Hiyo ni nini? Ni dharau. Hiyo ni nini? Ni dharau. Ni nini? Ni dharau. Ni nini? Ni dharau. Mchana wa leo. Tena kwa Bwana Yesu asifiwe. Lazima tupishe. Amina. Tukaa kwenye hebu kataa. Damu ya mtu. Amen. Nguvu ya msalaba. Amina. Haleluya. Amen. Kwamba Yesu akapita. Amina. Akapita anapita. Amen. Anapita maeneo yote. Amina. Alipokuta vipofu aliwafungua wakaona. Amina. Alipokuta viwete